Ndugu wanahabari, nadhani muna taarifa na tumekuwa tukiwasiliana na nyinyi mara kwa mara kwamba Jeshi la Polisi Tanzania, Kamisheni ya Polisi Zanzibar, Idara ya Upelelezi wa Makosa ya Jinai imekuwa ikifanya uchunguzi wa shauri la kujaribu kujinyonga linalomhusu raia wa kigeni ajulikanaye Ashley Jenny Robinson, raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 31. Tukio hili la kujaribu kujinyonga kwa raia huyo wa Marekani, kama nilivyomtaja hapo awali, lilitokea tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 majira ya saa 2:55 usiku huko kwenye hoteli ya Zuri iliyoko eneo la Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja. Marehemu Ashley Jenny Robinson aliingia hotelini hapo, yani Zuri Hotel, tarehe 6 mwezi wa 4 2026 akiwa na mchumba wake aitwaye Joseph Isaac McCain, ambaye vile vile huyu ni raia wa Marekani, na kupangishwa kwenye nyumba au villa namba 25. Siku ya tukio, yani tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 12 jioni, kulitokea na hali ya kutokuelewana baina ya marehemu na mchumba wake huyo, kama nilivyomtaja hapo juu, bwana Joseph, ambapo walikuwa na mizozo isiyoeleweka. Ni mizozo ya kijamii na ya kifamilia, na kwa mujibu wa taarifa za hotelini pale, mizozo hiyo ilikuwa imeanza tangu siku wakiingia pale hotelini. Kwa hiyo taarifa hiyo ya kutokuelewana kati yao ilipofika kwenye uongozi wa hoteli, uongozi wa hoteli ulifika pale na kuanza kuzungumza nao, lakini kwa haraka, ili kuepusha ile mizozo isiendelee, uongozi wa hoteli ulitoa maamuzi ya kuwatenganisha vyumba. Hivyo wakaamua kumhamisha huyu mchumba wake ndugu Joseph kutoka kwenye ile nyumba au villa namba 25 na kumhamishia kwenye nyumba namba 65 kwa muda, wakati swala lao la kutokuelewana likitafutiwa ufumbuzi hotelini hapo. Kwa hiyo wakati bwana Joseph akihamishiwa kwenye villa namba 65, marehemu Ashley Jenny Robinson alibaki kwenye nyumba au villa namba 25 ambayo walifikia awali na mchumba wake. Siku hiyo hiyo ya tarehe 8 mwezi wa 4 ilipofika majira ya saa 2:55, mmoja kati ya wahudumu wa hoteli hiyo akiwa katika shughuli zake za kawaida za kutoa huduma za jioni kwenye vyumba, ikiwemo kama kupuliza dawa za wadudu, kuweka neti kwenye vitanda na kufanya usafi maeneo mbalimbali kama vyooni, alipofika kwenye hiyo nyumba au villa namba 25 akakuta kuna kiza na mlango ukiwa umefungwa kwa ndani. Aligonga ili kupata kufunguliwa, lakini hakupata majibu na hakuna mtu aliyeitikia kutoka ndani. Hivyo akaamua kutumia ufunguo wa akiba aliyekuwa nao, ambapo ni kawaida wanapokwenda kwenye vyumba wakakuta vyumba vimefungwa, aidha wahusika watakuwa wamekwenda restaurant hotelini au wamekwenda swimming pool au kutembea maeneo mengine, huwa wanakuwa na funguo za akiba, wanafungua na kuingia ndani ili kuangalia au kuendelea na hali ya usafi kama vile ambavyo ratiba yao inavyowahusu. Hivyo akaamua kutumia ufunguo huo wa akiba, na alipoingia ndani akawasha taa, na ghafla upande wa kushoto wa mlango akasikia kishindo cha kama mtu vile akijigonga gonga. Ndipo alipogeuka na kumkuta marehemu akiwa ananing'inia kwenye kabati, kwenye chuma cha kabati la ukutani, chuma kinachotumia kuwekea henga za nguo,
akitumia mkanda wa nguo ambazo wateja mara nyingi huzitumia vyumbani kama nyakati za kuoga au nyakati za mapumziko. Baada ya kuona hali hiyo, alitoa taarifa kwa haraka kwa uongozi wa hoteli na hatimaye uongozi wa hoteli ulikwenda kwenye chumba hicho na kumkuta Ashley Robinson akiwa ananing'inia na akiwa na hali mbaya. Kwa hiyo kwa haraka zaidi walimfungua na kumkimbiza kwenye hospitali ya jirani na hotelini hapo inayoitwa North Valley kwa matibabu ya awali, na baadaye usiku huo huo alikimbizwa kwenye hospitali ya Ampola, zamani ilikuwa inajulikana kama Global Hospital, iliyopo mkoa mjini Magharibi Unguja kwa ajili ya matibabu zaidi. Mgeni huyo Ashley Robinson aliendelea na matibabu akiwa na hali mbaya katika hospitali hiyo ya Ampola, na ilipofika tarehe 9 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 9 alasiri, Ashley Robinson alifariki dunia katika hospitali hiyo akiwa anaendelea na matibabu kutokana na tukio lililotokea tarehe 8 la yeye kujaribu kujinyonga kwenye hoteli ya Zuri kule maeneo ya Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja. Upelelezi wa jeshi la polisi uliendelea na uchunguzi ulifanywa kwa kufuata taratibu na procedure, kwa maana ya taratibu zote za kipelelezi, ikiwemo kukagua eneo la tukio, kukusanya vielelezo na kupata maelezo kutoka kwa mashahidi walioona tukio ili kuona ni nini kimetokea na kuthibitisha kile kilichotokea kwamba ndicho haswa kimetokea. Kwa hiyo aidha, katika upelelezi huo jeshi la polisi tulishirikiana na mamlaka mbalimbali za haki jinai kwa mujibu wa sheria na taratibu za kiupelelezi, ikiwemo maabara ya mkemia mkuu wa serikali, kitengo cha cyber forensic kwa maana ya maabara ya uchunguzi wa vyombo vya umeme kwa maana ya simu, lakini vile vile tulishirikiana na hospitali ya Lumumba kwa ajili ya uchunguzi wa mwili wa marehemu baada ya tukio hilo la yeye kufariki kwenye hospitali ile ya Mpora. Aidha, katika uchunguzi wetu tulizingatia mambo kadhaa ili kufika uamuzi wa kuona kwamba nini kimetokea na uthibitisho wa kile kilichotokea. Tuliangalia mwenendo na tabia za marehemu tangu alipowasili Zanzibar, lakini baadhi ya sampuli zilizokutwa kwenye eneo la tukio kwa maana ya kwenye hoteli ile ya Zuri, lakini kutoka kwenye mwili wa marehemu wakati akifanywa uchunguzi kwenye hospitali ya Lumumba, lakini vile vile vifaa vya electronic kama nilipoeleza hapo awali, ikiwemo simu ya marehemu pamoja na mchumba wake Joseph, na wenyewe vilifanywa uchunguzi kwenye maabara ya uchunguzi wa kisayansi ya jeshi la polisi. Lakini vile vile tulizingatia maelezo mbalimbali kutoka kwa mashahidi walioshuhudia tukio. Ndugu wanahabari, kupitia mashahidi pamoja na vifaa mbalimbali vya kielektroniki tulivyovichunguza, lakini vile vile pamoja na sampuli mbalimbali tulizozichukua kwenye eneo la tukio pamoja kwenye mwili wa marehemu wakati wa kufanya uchunguzi wa tukio hili, imegundulika kabla ya tukio lile la kujaribu kujinyonga siku ya tarehe 8, marehemu alikuwa na tatizo kubwa sana la msongo wa mawazo, na hii imethibitika kupitia jumbe fupi mbalimbali kwa maana ya message kutoka kwenye simu ya marehemu alizokuwa akipishana nazo au akiwasiliana nazo yeye pamoja na mchumba wake Joseph, lakini na watu wengine ambao ni ndugu na jamaa wa nje ya yeye pamoja na Joseph. Kwa hiyo hii ilituthibitishia kugundua mwenendo wa marehemu kabla ya tukio lake la kujaribu kujinyonga ambao kulikuja kusababisha kifo chake. Baada ya upelelezi huo kwa kushirikiana na taasisi nyingine, upelelezi umethibitisha bila shaka yoyote tukio la marehemu alilolifanya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 la kujaribu kujinyonga katika hoteli ya Zuri
ndio lililopelekea au lililosababisha kifo chake tarehe 9 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 9 alasiri katika hospitali ya Ampola au Global Hospital iliyoko maeneo ya Unguja mjini Magharibi. Hivyo, kutokana na ushahidi uliokusanywa wa tukio hilo, hakuna mtu yeyote anayeweza kuhusishwa kwa namna moja au yoyote ile kwenye kifo cha marehemu, na uthibitisho ni kwamba marehemu amefariki kutokana na jaribio la yeye kujinyonga lililotokea siku ya tarehe 8 mwezi wa 9, ambapo akiwa kwenye matibabu kwenye hospitali hiyo ya Ampola majira ya saa 9 siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 alifariki dunia. Wito wetu sisi kama Jeshi la Polisi ni kwamba tunatoa wito kwa wazazi, walezi au ndugu kuendelea kuwa karibu sana na watoto au vijana wao ili kujua mienendo yao ya kimaisha ya kila siku, ili kuelewa pindi wanapokuwa na changamoto zozote za kimaisha basi zigundulike mapema na ikiwezekana zitolewe ushauri ili kuepusha watoto au vijana hao kutoa maamuzi magumu yanaweza kusababisha hata kujiondoa uhai.